Hivi ndugu zangu, hivi mmekinoti hiki kitu sasa hivi kwamba watu machawa wa rais au watu wa huko CCM sasa hivi wanajaribisha kutwist this whole thing kwamba yani watu wanamsema yule mama kwa sababu ni Muislamu, kwa sababu ya dini. Wanajaribu sasa hivi kubadili issue iwe issue ya dini ili watugawe. Hapana, hii sio issue ya dini. Kina mange ni Waislamu sisi. Hii issue sio ya dini. Kwenye hii issue ya kudai haki tunaungana Wakristo na Waislamu. Tanzania haina udini, haijawahi kuwa na udini. Tanzania haijawahi kuwa na ukabila. Hapa tumeungana watu wote. Yaani nyinyi kinachowafanya sijui mnaona hivyo ni kwa sababu tu sisi Waislamu tuna bahati mbaya kwamba sisi viongozi wetu wote wana matatizo mawili. Njaa na hawajasoma. Mashe wote njaa na shule hawajaenda. Yaani sisi kinachotuponza ni kwamba hakuna sadaka msikitini, tukitoa sadaka shilingi 100. Kwa hiyo wale mashe wetu nyie mnawapata kwa sinia la ubwabwa tu. Mkiwawekea tu sinia la ubwabwa na tende mmewapata. Kule kwa wenzetu wa Kristo hamuwapati kwa sababu wako vizuri. Alafu kule kwa Wakristo wote wamesoma ma PhD, ma masters, manini, hamuwadanganyi. Kwa hiyo msijaribu kutwist hii eti kwa sababu mmewapata viongozi wetu sisi Waislamu kwa sababu wana njaa zao, mmewapata ndio mseme eti watu wamkubali yule kimama kwa sababu ya dini. Hakuna. Sio dini, sio nini. Hatumtaki kwa sababu anatunyima haki. Sitapunguza msimamo, tasimama nalo mpaka kuhakikisha kila aliyetekwa amejulikana amekwenda wapi, anafanya nini, na wale missing persons, kuna wengine wanaitwa missing persons ambao wenyewe hawajulikani wako wapi, lazima tuhakikishe na wao wanapatikana. Sasa ndugu zangu, vaeni silaha kamili za Bwana ili muweze kushindana siku ya uovu. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tutashindana na tutashinda. It is in this time we refuse disappearances in our country. We will never take abductions and disappearances in a country, Tanzania, as a normal matter. We refuse to do it. And I, as a Tanzanian, will never swallow that people are abducted and everybody is silenced. Silence means granting access to evil. Silence means comfortable. Silence means go ahead. I refuse to be silenced. I refuse to be silenced. I refuse to be silenced. Hebu sema kwa sauti, Tanzania ni yetu sote. Sema Tanzania kwanza, yeyote yule na wowote wale na lolote lile linafuata baadaye. Nikamwona ponjoro mmoja hapo Kinondoni ambaye kazi yake ni kuchezesha kamari, ambaye hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi mambo ya kamari. Na yeye eti anaongea anasema Gwajima anasema mtoto wa watu. Mimi nimetaja watoto wa wote. Nimetaja mtoto wangu Jordan, nimetaja mtoto wa Majaliwa, nimetaja mtoto wa Samia Suluhu Hassan, nimetaja mtoto wa watoto wa watu wengi. Eti yeye anaumwa na mtoto mmoja tu. Eti yeye ni mtoto mmoja tu. Eti yeye ni mtoto mmoja tu. Sasa nisikilize ponjoro wa Kinondoni. Nikikuamkia wewe utabaki vipande vipande, kwa maana ya nikikusemesha Kinondoni yote itakukataa na utanuka kinyesi. Tulia, kaa kwa kutulia. Kaa
kwa kutulia. Hapa unaongea na jasusi la mbinguni. Kwa sababu mimi si nimekataa utekaji tu. Mimi nimesema Watanzania wasifanye nini? Wasitekwe. Basi. Na kama mtu asingenijibu mimi nisingesema haya. Mimi kwa kadiri unavyonichokoza ndivyo ambavyo jitu linaamka ndani yangu. Niliita waandishi wa habari, nitaka kuzungumza nao kwa habari ya utekaji, kupotea kwa watu katika nchi yetu ambako kumezidi sana. Na nikazungumza mambo machache sana. Nikasema kwamba watu wanapotea sana, na hatujui sasa nani anayefuata kwenye kupotea. Unaweza kunyamaza, kumbe unafuata wewe. Na nikasema kwa ufupi kwamba nashauri mambo kadha wa kadha. Kwanza ndio shauri ni kwamba viongozi wa vyombo vya dola, kwa maana ya mkuu wa jeshi la polisi na wasaidizi wake wote walio chini yake, mkuu wa idara ya usalama na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la wananchi kwa maana ya TPDF, CDF na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la magereza na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la uhamiaji na walio chini yake wote. Nikasema kwamba hawa kimsingi huwa wanateuliwa na Mheshimiwa Rais au na taasisi ya rais. Na nini kimetokea? Hawa watekaji wanateka watu, hawapatikani. Nakuta mama analia, baba analia, familia inalia, nchi inaomboleza kwa sababu ya watu kuwa wanatekwa, wengine hawajapatikana mpaka leo. Nikatoa orodha ya watu 83 ambao wengine wametekwa hawapatikani kabisa, wengine wametekwa wakapatikana, wengine hawajulikani. Kwa kati ya hao kuna watu ambao wametekwa hawapatikani, na kati ya hao kuna missing persons ambao hawajulikani wamekwenda wapi. Na mpaka juzi tarehe 28, Shehe wa Zanzibar, baada ya kuwa nimetoa tamko hili, Shehe wa Zanzibar, Shehe Jabil Haidar Jabil Al-Fasi, kuamkia tarehe 28 mwezi huu wa 5, juzi tu niliposema, alichukuliwa nyumbani kwake Fuoni majira ya jioni, na maiti ikaja kuokotwa njiani, njia ya Kizimbani ya Kinumoshi, eneo la Bumbwi Sud. Huyu Shehe Jabil ni muumini wa msikiti wa Ijumaa wa Marindi, naye ameondoka. Lakini tarehe 23 Machi ameondoka pia mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM kule Mwanza, naye ameondoka tarehe 23 Machi, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini, wanateka mwananchi wa kawaida. Juzi tu mmeona kiongozi wetu Padri Father na Padri Kitima, ambaye pia ni katibu wetu wa teki, alivamiwa na watu, akapigwa, akaumizwa, na wale watu walikuwa na nia ya kumuua kabisa, akasurvive. Katekista wetu mwingine kule na yeye kavamiwa, na yeye kapigwa, kaburuzwa. Muda usingetosha kuleta mtu mmoja anaitwa Mdude kule Mbeya, watu wameingia nyumbani kwake, wamevunja mlango, wamemburuta, wameondoka naye, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini. Unapochukua shehe, unamchukua nyumbani kwake, anakwenda anaokotwa, ameuawa. Hatujui nani atakayeuawa baadaye. Nataka nisisitize, Chama cha Mapinduzi ambacho wahasisi wake ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Abeid Aman Karume, chama hicho hakikubali utekaji. Hakikubali utekaji.